majeshi. Jitabirie yeye mwenyewe, maana manabii wa siku hizi hawaeleweki. Jitabirie wewe mwenyewe kwamba mimi ni chombo cha Bwana, mimi ni asili ya Bwana, mimi ni mtumishi wa Bwana, mimi ni masihi wa Bwana. Reka pasaka, yawe kama ulivyosema kwa jina la Yesu. Nasema yawe kama ulivyosema kwa jina la Yesu. Sema haleluya. Ramakapasi kishikalaba. Kaa kidogo namalizia. Daudi kapakwa mafuta. Mheshimiwa Sauli akasikia wazee, akaenda kwa mganga wa kienyeji, akawauliza wasaidizi wake, kuna mchawi wapi nikaulize kwake. Kulikuwa na msaidizi mmoja wa mfalme anajua wachawi wanapokaa. Akasema kuna mchawi mmoja anakaa kijiji gani? Wapi? Wapi? Endori. Tupelekeni. Akajifunga shuka asionekana ameenda kwa sangoma na ameokoka. Apigwe ndio vile vile. Akafika kula, anamwambia mchawi, bwana nipandishie nitakaye kuelekeza. Anauliza nimpandishe nani? Asema nipandishie Samueli. Kipindi kile Samueli alishakufa, apandishwe kwa mganga wa kienyeji. Alipanda hakupanda tutajua mbinguni, lakini aliongea. Usiniulize mimi the theological error or perfectness of it, I don't want to know it. Lakini Samueli alipanda kwa mganga. Pandisha waganga wako wote, jasusi liko pale pale. Majasusi yako pale pale. Hey, you see, agenda ya Mungu haiahirishiki. Mungu akikuchagua kwa ajili ya biashara, hata kama mtu aje aweke duka pembeni na wewe, atakuwa kama anauza kinyesi cha ng'ombe, mpaka wewe uuze uliyopangwa kwa jina la Yesu. Wanang'ang'ana wa kudhulumu mali, wa kuibie, wa kuharibie maisha, wa kuharibie watoto. Wameng'ang'ana, wamepambana, wa kuwekee magonjwa, wamekuchukia, wamekudhalau, hawakupi promotion, wamekuweka pale pale kwa sababu hutaki rushwa. Waache, saa yako inakuja, utang'aa kama nyota ya alfajiri, asema Bwana wa majeshi. Mfalme akapandisha, akasema, yule mganga akaanza akasema, he, ninamuona Mungu anazuka katika nchi. Mganga anasema, sasa Sauli anamwambia Mungu anazuka. Akamwambia anafananaje? Yani Sauli anamjua Mungu. Sasa mganga alipokuwa anapandisha akaona Mungu anazuka. Akamuuliza anafananaje? Akasema amevaa kanzu, ana midevu, ametulia. Alafu Sauli akajua ni Samueli yule, sio Mungu. Yani Samueli, ukimwona Samueli na Mungu ni wale wale. Ni Samueli na Mungu ni wale wale. Akasema ni Samueli yule. Samueli akamwambia, kwa nini umenitabisha? Umenipandisha mpaka huko kwa nini? Mheshimiwa sana Sauli anaanza kujieleza. Unajua huko duniani kuna mambo mengi, watu wamenichukia, hawanipendi, yani wananisema vibaya tu, naomba nao Mungu anijibu, kila mtu ananitukana, yani na matatizo mengi. Akamwambia, kama Mungu amekuacha mimi nitakusaidiaje? Anamwambia, kama Mungu mwenyewe amekuacha, hakujibu kwa ndoto wala kwa ulimi wala kwa manabii, mimi nikusaidieje? Ya shinikizoni au ya nguoni? Kwanza kwa taarifa yako, anamwambia sa mchawi, kinywa cha mchawi kinasema ukikataa kumsikia Mungu, wachawi watakwambia yale yale ambayo Mungu angekwambia. Kamwambia, kwa taarifa yako, kesho si unakwenda vitani? Ndio. Kesho wewe unakwenda kuuawa vitani, na watoto wako wawili Jonathan na Elishama na wenyewe watauawa, na Israeli yote itapigwa sana kesho, na wewe mwenyewe Sauli na wanao. Hapa ndipo mimi kwenye ulimwengu wa wafu, kesho mtaungana na mimi hapa. Alafu Mungu anafanya mpango. Yule Daudi aliyepakwa mafuta, Mungu anaanza kumwandalia mpango wa kuelekea ikulu ya Sauli.
Inatokea mheshimiwa sana Sauli amepagawa mapepo. Yaani Mungu akatuma mashetani yakampagaa Sauli. Yaani watu wanapunga hayataka. Asema ndugu yangu, ili mapepo haya yatoke, nenda kule Bethlehemu, kuna kijana anaitwa Daudi, aje akupigie kinubi, mapepo yataanza kutoka. Yule aliyepakwa mafuta anaanza kusogezwa karibu sasa, lakini kuja kupiga kinubi anaanza kuja. Mungu ataanza kukusogeza tu, hata kama hawataki atakusogeza tu, atakusogeza tu kwenye biashara yako, atakusogeza tu, atatafuta njia ya kukusogeza tu, kwa sababu wewe si mwanajeshi, kwa hiyo hutasogea kama mwanajeshi. Wewe sio mchumi, kwa hiyo hutasogea kama mchumi. Wewe sio chochote. Mungu anasababisha jambo. Yaani mfalme akapagawa mapepo, fanya hivi, yani hakuna. Ambiwa kuna kijana mmoja Bethlehemu anaitwa Daudi mwana wa Yese, anajua kupiga gitaa, akikupigia tu mapepo yanatoka. Akasema aitwe jamani, kakaitwa kwa kijana. Kanakuja na gitaa lake. Tin 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 tin. Pepo kwa heri, tunaondoka. Daudi akakaa ikulu kwa ajili ya kupiga gitaa. Kumbe ndio mambo yanaandaliwa na Bwana. Mungu anakuandalia jambo kwa ajili ya kesho yako. Piga kelele, haleluya. Hebu simama, sema ni mimi hapa. Naandaliwa kwa ajili ya biashara, naandaliwa kwa ajili ya kazi, naandaliwa kwa ajili ya safari, naandaliwa kwa ajili ya upenyo, naandaliwa kwa ajili ya uponyaji. Ninaamuru magonjwa yote hama kwa jina la Yesu. Hebu inua mikono juu. Rakapasekesha, sema kwa jina la Yesu, kuanzia leo. Nishusha mikono. Sasa kuna viumbe wa kichawi, mashetani, mapepo, wachawi, waganga, vibweka, binadamu ambao kazi yao wao, muda wako ukikaribia unaferekwa nyuma ya jangwa kabisa. Yaani kazini umepangiwa jukumu ambalo viongozi wakija hawakuoni kabisa, huonekani, umewekwa nyuma ya jangwa. Tunataka kupambana na mashetani na mapepo na vibwengo na mashetani wote ambao wanajua kabisa saa yako imekaribia, na wanaona kwa waganga wa kienyeji kwamba huu ni wakati wako wa biashara, ni wakati wako wa kazi, ni wakati wako wa kupenya, lakini wanazuia. Tutapambana nao. Vita vyetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya wafalme na mamlaka na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Nitainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. Reka pasata kashata. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni mwogope nani? Reka paseteke. Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yaka pasetetesha. Elaka pasoko shaka. Shande ke pasapa. Tunashambulia sasa mashetani wote, vibwengo wote waliozuia maisha yako, wanaozuia upenyo wako. Anza kuomba sasa. Fungua kinywa chako sasa. Shindana sasa. Simama kama jasusi la mbinguni. Waambie wakae pembeni. Raka pasete shaka. Eka pasapa. Fungua kinywa chako sasa. Ni saa ya vita, saa ya mapambano. Raka pashapa kapapa. Vita vyetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Inua sauti yako sasa. Raka paseke shaka parabaraba kapa. Eka pasetete. Nyanyua sauti yako. Omba sasa, omba sasa. Paza sauti yako. Reka pasete shapa. Inua sauti yako. Pata kapasete. Shande ke parata. Shako rukosata. Peria kapasata. Sheke parabatata. Shatoko seke para. Paza sauti yako. Omba kwa bidii. Wafunge, wavunje. Unashambulia watanya mwana kondo waliokaa kwenye njia ya nuriatapa. Adui wa kusudi na kushambulia watanya mwana kondo viumba kuzimu tunawashambulia watanya mwana kondo ya nuriatapa. Waliokaa kwenye njia ya kusudi la Mungu tunawatafuna watanya mwana kondo, kwa maana kushindana wetu sisi si juu ya damu na nyama. Na wavunja watanya mwana kondo, na watafuna watanya mwana kondo. Irondoro
Eriata Paranaba, Irondo Yeriata, Eriata Paranaba, fanyeni ghasia lenye kabila za watu, lenye mtavuta vipande na wavuta watanya Mwanakondo, wadui wa kusudi, wadui wa hatima na kuvuta watanya Mwanakondo, arababa Eriata Paranaba, Eranduru Yeriata, uliye kikwazo unakutafuna watanya Mwanakondo, erababa arata Paranaba, Eranduru Yeriata, Eriata Paranaba. Mungu wetu ni moto rao, ni nani awezaye ukana moto rao na tia moto? Eriababa Eriata Paranaba, Irunduru Yeriata na tisa moto, Eriababa arata Paranaba, Eranduru Yeriata, Eriata Paranaba, Irunduru Yeriata, uliye kikwazo na kufyeka Eriata Paranaba, Irunduru Yeriata, Eriababa Indurata Paranaba, mnaira nyingi moyoni wa mtu, lakini sura Bwana hilo litakaosimama. Erababa Eriata Paranaba, Irunduru Yeriata, Eriata Posoto, Eriata Paranaba, Irunduru Yeriata, Eriababa arata Paranaba, Irunduru Yeriata, na fieka wana machoka, na fieka wana misimu, na fieka ya Nuriata, Ariababa waliojifunga na wafieka ya Nuriababa, Ariababa Ariata Paranaba, Irunduru Yeriata, Eriata Posoto, Eriata Paranaba, Irunduru Yeriata, Eriata Paranaba. Upango umenolewa ili kufanya matendo makuu na wafieka, na fieka machoka, na fieka mizimu walioniweka nyuma ya jangwa, na wafieka ya Nuriababa. Upango umenolewa ya Nuriata, na kila mti usoza matunda mazuri utakatwa na kukata ya Nurababa, arababa Eriata Paranaba, Irunduru Yeriata, Eriata Paranaba, Eriababa. Adua shauri la Bwana, adua kusudi la Bwana na kushusha. Erababa Ariababa Ariata Paranaba, Irunduru Yeriata, Eriata Paranaba, Indurata, Eriata Posoto, Eriata Paranaba, Irunduru Yeriata, Eriababa Irunduru Yeriata, na kuchafuja na kukata watanya Mwanakondo, achia njia. Eriababa uliyeka kwenye njia ninakondoa watanya Mwanakondo, arababa Ariata Paranaba, Irunduru Yeriata, na kufyeka itakuwa vile vile, na kufyeka ya Nuriata, arababa Eriata Paranaba, Irunduru Yeriata, na fyeka ya Nuriata, Eriata Posoto, Irunduru Yeriata, Eriababa arababa Eriababa Ariata Paranaba, Irunduru Yeriata, Eriata Paranaba, Irunduru Yeriata, Eriata Paranaba, Eranduru Yeriata, Eriababa na watanya Mwanakondo, na pasua ya Ndamasoto na haribu. Eriababa ninangamiza watanya Mwanakondo ya Nuriata, pisha twende, pisha watanya Mwanakondo. Eriababa Ariata Paranaba, Irunduru Yeriata, umefunguliwa ule mlango wa kufuatana wanaopinga wote, na wafieka watanya Mwanakondo, achia kusudi. Erababa Ariata Paranaba, Irunduru Yeriata, Eriata Paranaba, Irunduru Yeriata, Eriababa arababa Ariata Paranaba, Irunduru Yeriata, achia Tanzania mpya. Eriababa achia kusudi la Mungu juu ya Tanzania. Eriababa Ariata Paranaba, Irunduru Yeriata, na Daudi akisha kulitumikia shauri la Bwana katika kizazi chake, achia shauri watanya Mwanakondo, arababa Ariata Paranaba, Irunduru Yeriata, na fyeka wenye pepo, na fyeka waganga, na fyeka washiri, na fyeka ya Nuriata, arababa Indurata, Eriababa Irunduru Yeriata, Erababa Ariata Paranaba, Eranduru Yeriata, Eriata Paranaba. Adui wa njia ya kusudi la Mungu na kufyeka ya Nuriata, kiondoni kikwazacho. Eriababa Eriata Paranaba, Irunduru Yeriata, Eriababa Eriata Posoto, Eriata Paranaba, kiondoni kikwazacho.
watanya mwana kondo, na pasua adui wa kusudi, na pasua adui wa hatima, na vuta yandoriatapa eriatoparadaba irondoriatapa, na vuta na katakata na giza kisha yandoriatapa eriababa eriatoparadaba irondoriatapa. Itengenezeni njia Bwana juu ya Tanzania, yandosheni mapito yake. Anakuja yeye aliyetumwa, amekuja huyo baba eriatoparadaba irondoriatapa eriatoposoto eriatoparadaba erandoriatapa warata kawia na giza pisha eriababa achia kusudi, achia hatima eriababa eriatoparadaba irondoriatapa eriababa arataparadaba irondoriatapa eriatoparadaba. Na washinda watamnya mwana kondo, na watafuna na fieka wachinjao yandoriatapa. Wayahudi zaidi ya 40 wakajifunga kwa kiapo yandoriatapa kwa ajili ya Paulo, wakasema watakula watakunywa ili wazuie shauri la Bwana wasieke yandoriatapa. Wachinjao wapasuao yandoriatapa. Bwana jitwika haki na heshima, pumzi na uhai wako ni uponyaji. Kwa mataifa yote
nafasi ya kutangaza habari njema kwa ajili ya maisha ya kila mtu. Inua mikono yako juu. Baba Mungu, muumba wa mbingu na nchi, Mungu wa vyote, Baba wa vyote, mfalme wa vyote, kiongozi wa vyote, mwalimu wa vyote, mkufunzi wa vyote. Hawa walioinua mikono ni wanao ambao ni majasusi walioletwa hapa duniani kwa ajili ya kazi maalum. Ninakusihi Mungu, mfalme, sasa uwasaidie kutimiza kusudi lao ulilowaleta duniani. Wengine kusudi la biashara, wengine kusudi la kiuchumi, wengine kusudi la kielimu, wengine kusudi la kisiasa, wengine kusudi la kidini, wengine kusudi ya kuifanya nchi iwe mahala salama. Ninakusihi Bwana, kila aliye hapa kwa dini yake na kwa lugha yake na kwa namna yake, umsaidie atimize kusudi lako. Ninawaamuru wale mashetani, vibwengo, mapepo na wafunga katika jina la Yesu. Wanadamu wenye nia ya kilusifa, wenye nia ya uharibifu, ambao wanamzuia huyu asitimize kusudi lao, na wazuia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Natumia ule uwezo ulionipa. Umenipa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakachoweza kunidhuru kwa namna yote ile. Umeniambia, mkaribieni Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Na kupinga ibilisi juu ya maisha ya watu hawa walionyosha mikono juu na hao walio mbali nje ya nchi, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaagiza kuanzia leo, neema iongezeke juu yako, neema ya biashara, neema ya kazi. Walio nje ya nchi, fanikiwa na ustawi, asema Bwana wa majeshi. Wanaofanya biashara, na iamuru biashara izae mara 100 zaidi kwa jina la Yesu. Wanaotafuta kazi, umepata kazi. Wanaotafuta mtaji, umepata mtaji. Wanaotafuta kiwanja, umepata kiwanja. Wanaotafuta gari, umepata gari. Wanaotaka mchumba au mume, umepata kuanzia leo. Wanaotaka upendeleo, umepata kuanzia leo. Wanaohitaji afya, pokea afya kuanzia leo. Na nyofoa magonjwa waliologwa kuanzia leo. Kila uchawi uliowekwa juu yako, uchawi wa kunyonyea, uchawi wa kununua, uchawi wa kuzaliwa, na uvunja vipande vipande kwa damu ya mwana kondoo. Na sambaza damu ya Yesu kuanzia mahali hapa. Bwana, umenipa mamlaka, umenipa mamlaka, na iachia mamlaka hiyo kwa jina la Yesu. Umenifanya kuwa kuhani alama juu yako kuanzia leo. Na vunja kila kazi ya ibilisi, mipango yote ya ibilisi na iharibu juu yako. Mwanangu umefanikiwa, mwanangu umefanikiwa, mwanangu umefanikiwa, mwanangu umestawi, mwanangu umeinuliwa. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Umeinuliwa. Hebu sema nimeinuliwa, nimeinuliwa. Piga makofi huko, nasema nimeinuliwa, nimefanikiwa, nimepenya, nimestawi, nimestawi. Upokee ustawi kuanzia leo kwa jina la Yesu, na kila mtu aseme amen. Pigie Bwana makofi makubwa kabisa. Naomba ukae sasa. Rakapasikishitili ramakaparabasitilishitapa. Tutamtolea Bwana sadaka zetu kama nilivyokugusia kwamba ukumbi wetu huu ni mkubwa. Sasa unahitaji vyombo vyenye uwezo wa kufika kule mwisho vizuri, na bado vyombo vyetu viliharibiwa na hawa ndugu zetu waliokaa miezi 6 kwenye eneo hili, na tunatumia viti vya kukodi. Tunakuwa tunakodisha viti kwa sababu viti vyetu karibia vyote hawa ndugu zetu waliondoka navyo. Tunalifanyia kazi jambo hilo, si zuri, na baadaye nitakwambia nini kitakachofanyika. Kwa tumtolee Mungu sadaka zetu kwa moyo wa furaha na kwa moyo wa kupenda. Kwa wale ndugu zangu ambao mko mbali, umesikia neno la Mungu na wewe uko mbali, wewe ni sehemu ya baraka hii kwenye madhabahu hii. Na wewe unaweza kumtolea Mungu kwenye hizi namba za simu. Namba ya kwanza ambayo unaweza kutuma sadaka yako ni namba ya Tigo 0717808111. Narudia kwa Kiingereza 0717808111. Na namba nyingine ya Tigo 0654808036 0654808036. Au kama una namba ya Vodacom unaweza pia kushiriki baraka hii 0763432025 0763432025. Lakini pia kama una namba ya Airtel utaona 0787485818.
au 0787485811. Hizi zote utaona zimeandikwa jina la mtu mpendaye. Ukiona na imetokea jina la mtu usiyempenda, kata huo muamala, sio yenyewe. Lakini tolee Bwana, utakuwa umeufanya umeungana na baraka za madhabahu hii. Popote pale ulipo, nimekuombea baraka za Mungu. Mungu akuzidishe sana katika fedha, katika upenyo na katika mambo yote. Na wewe jifunze kumtolea Bwana kwa kadiri Mungu anavyokupa baraka zake. Baba Mungu, ninakuomba sasa kwa ajili ya wanaokutolea wewe. Ninaomba baraka zako ziwe pamoja na wao. Kuna wengine wako mbali sana kule Marekani, wengine wako mbali sana kule Dubai, wengine wako mbali sana Ulaya, Asia, wengine wako Oman na Saudi Arabia, na wengine wako Tanzania katika mikoa mbalimbali, ambao nao wamemwamini Bwana, wako kwenye madhabahu hii yenye haki ya Yesu Kristo. Asante Mungu kwa sababu na wenyewe wanakutolea wewe sadaka. Asante Mungu, naomba baraka yako iwe juu ya kila mtu anayekutolea sadaka. Mpe afya, mpe uzima, mpe nguvu, mpe kupenya. Na leo tumeanza hatua yetu ya kwanza ya hatima yako, na tumeingia kwenye somo letu la kwanza kwamba kusudi la Bwana litasimama. Nasimamisha kusudi la Bwana juu ya maisha yao katika jina la Yesu. Amen. Pia kuna wale ambao unapenda kumtolea Bwana fungu la 10 au na sadaka yako maalum. Huwa tunafanya maombi kwa ajili ya watu wenye sadaka maalum. Unachukua bahasha, unawaona hawa wasaidizi wangu wana bahasha mikononi mwao. Unanyosha tu mkono juu, anakupa bahasha. Utaweka sadaka yako kwenye bahasha na utaweka maombi yako ambayo unataka Mungu akufanyie. Wakati mwingine hatuwezi kujua tukuombee nini, lakini unachukua bahasha, unaandika, naomba Mungu anifanyie hivi, na sisi tutafungua, tutaomba na Mungu atakusaidia. Basi tumtolee Bwana sadaka. Wakati tumtolea Bwana sadaka, tuna mchungaji wetu wa Kibaigwa amekuwa pamoja na sisi leo. Asante sana, Mungu akubariki. Na niwaite Glory Choir, Glory Choir watupe wimbo wakati tunamtolea Bwana sadaka. Glory Choir watatupa wimbo, wameimba wakati mimi sijafika. Ningependa sana nimuone Ana na kikosi chake wanaendeleza kazi ya Bwana. Glory Choir, karibuni sana, tatupa wimbo mmoja. Na huwa napenda sana kwamba kila mtu sadaka alete mbele za Bwana. Huku kuleta sadaka mbele za Bwana ni nafasi ya kufahamiana pia. Unamuona huyo, unamuona yule. Ni nafasi pia ya kusogea karibu nyumbani mwa Bwana. Of course, kutoka hapa nilipo kwenu ni mita 100 kule nyuma. Nasema jamani, mbona tunatembea sana? Kupeleka sadaka tu ni kama unakwenda Kariakoo. Usichoke, tembea nyumbani mwa Bwana, kuja unaweka sadaka yako hapa. Bahati nzuri vyombo vya sadaka viko vingi. Kuna mwingine akatoa wazo kwamba labda kuna vyombo vingine vile vinawekwa hapo katikati pale, lakini mimi napenda niwe namuona kila mtu. Unajua maisha ni connection. Mwambie mwenzako maisha ni connection. Rudia tena, maisha ni connection. Unamfahamu nani atakushika mkono kukuelekea sehemu. Kwa hiyo kuja mbele za Bwana huwa ni jambo zuri sana, pamoja na kwamba ni mbali, lakini pia umekaa muda mrefu, jinyoshe. Huku wanaimba, huku nacheza, huku tunamtolea Bwana sadaka zetu. Karibu sana tumtolee Bwana sadaka. Karibuni sana Glory Choir. Hallelujah. Ni wana wa Mungu, wana
wote wa